it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in one quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, inchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi, na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi. Tukishikana sisi wote pamoja, tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation and we can do it. Nimalizie haya. Mimi mzee kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters. Nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. Sababu kuna kasumba ambayo imetumika kutugawanya muda mrefu sana. Tembea, tunajua Wakenya wanataka tuungane sisi wote pamoja. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali. Na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize, honestly wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako. Hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3. Hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya. So if you really love your country, and I believe all of us love our country. Saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, au lazima Matiang'i awe president, au lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno tunafanya msaa namna hii sarakasi hivi. Na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa. Wanasemekana kina Kalonzo hawana akili, Rigiji hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule. Kesho watoke shule hawaendi shule. Hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana. Wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna. Wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka. Hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa, when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili inawazidia manikazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo. Tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili.
Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka police pamoja na goons, and you hope you will have a stable country. Jamani, tuache hii sarakasi. Let us come together, turudi pamoja. Sisi tuna mpango wa Kenya, tupe serikali, muone vile tutapanga hii maneno. We will return Linda Mama. Ile ilikuwa inafanya na Mheshimiwa Uhuru na Mama Margaret Kenyatta, tutarudisha Linda Mama. Hii sarakasi ya SHA hii, we will fix it. Hatutakuwa na shida hii ambao watu wako nayo. So we know what needs to be done and we understand what needs to be done. Na tuko tayari, tuamini, tunaongea sisi pole pole, tutafika mahali. Wacha wetu atazungumzia. Nilisema the other day kwamba unajua hii United Opposition ni kama boma. Iko nyumba hapa, iko nyumba hapa, iko nyumba hapa. Iko siku tutapanga vile tutaenda Ngurario. Na yule mzee ambaye haya mama ambaye atatuzungumzia tukifika hapo. Na tutamtaja wakati huo. Na tutafanya Ngurario mzuri sana na tutakuwa mbele. Finally, very finally. Nataka kuwaambia wakubwa wetu wa serikali. Wafanyakazi wa serikali wameteseka. Ukiangalia pay slips ya wafanyakazi wa serikali, saa hii people have lost faith in public service. Kwa sababu there is no earning, pay slip imepotea. There is no respect for structure in the public service. So wakati viongozi wetu wa serikali wanasema hatujui, eti sisi hatuna akili, hatujui kitu gani kinaendelea, wale wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya nao ndio wanatuambia mambo mingi. Na unajua wengine tulitoka hapo hivi majuzi, tunaelewa kila kitu. Wasifikiri eti sisi ni wajinga sana. We understand even this, we have even done our own polls and we understand what's happening. Waseme ukweli, they have no path to election victory. They doesn't exist. Na sisi tukiungana pamoja namna hii, there will be no contest. It will not be 50+1, it will be 70+1. There will be no contest. They have no path. Wasiseme wasifikiria tujui, tunajua. We also carry out this data, tunajua. Sisi eti ni wajinga, tumelala chini ya mti tunangoja kuambiwa. We are not that foolish. We understand what's happening. So let them conduct themselves with a sense of decency. Tunawaheshimu, sisi hatuwatukani sababu tunaheshimu hayo maofisi. Tunawaheshimu kwa sababu ni viongozi wa nchi yetu. Baheshimu wananchi pia, tuende pole pole, Mungu akitujalia. Wakati huo ukifika, public offices like that, today you are there, tomorrow you are not. Wende kungojea samu yako pia wakati mwingine. But the country must go on. Usiue watu eti ni kwa sababu unataka kuinsist eti ukae. Vile Mheshimiwa Mbuturi alisema, unataka kufanya mambo mingi, unataka kuinsist ukae. Watu wakikataa wamekataa, kiti ni yao, sio ya mtu binafsi. Tunawaombea mema na viongozi wa kanisa tunawaombea, lakini tunataka kuwauliza tafadhali leo, nyinyi kisirani hii tuko nayo, wengine wenu ndio mlituletea, sababu kila siku unajua wakati mwingine mimi nashinda kusema mwadhani agoshwe, sababu unajua hiyo ilikuwa anthem ya watu fulani. Tu anabeba Biblia kubwa inaweza kumwangusha chini. Anaenda kule tunataka kuonyesha eti hao ndio Wakristo wa kweli, sisi hatujui kuimba. Ngaiwa kwa so on. Sawa? Sasa medhirika wazi ukweli mahali huko. Tunawaomba viongozi wa kanisa sasa, kwa sababu nyinyi na sisi we are in the same boat. Ama namna gani? Mmesumbuka. Basi tusaidie. Naongea na wengine na members ili tuone vile tutaweza kusaidia nchi. Tukae pamoja, tutafaulu pamoja na tutasaidia nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja. Tunawapenda wananchi, mukae na imani. We will save our country. Be hopeful, never lose hope. God bless you. Nashira kada nashira. Nashira mwega. Yeah? Najua naona Dr. Fred Matiang'i analaumu kanisa, lakini pia mimi naona ananiangalia. Sisi ndio tuliweka nyinyi kwa hii shimo. Ati huo pamoja na kanisa. Lakini mimi najitetea Dr. Matiang'i, nasema mimi nilidanganywa na huyu Kasongo. Na nimekubali. Na nimeomba msamaha.
Simo mnisamehe. Lakini mimi najipatia nguvu. Kama huyu mtu alidanganya maaskofu, mareverend, mapasta, maevangelist, sasa Rigiji mtu ya Munyoro ni nani? Nataka tumkaribishe our other cousin, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hi cousins. Hi cousin. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Fred, usiogope kusema hiyo. Don't allow anybody to monopolize. Ngaine mwega. Na indisi othe. Ngaine museo. Amabinda onde. Mother najua hiyo kunishinda. Well, what a day. I came a little late. And after what my colleagues have said, it's so good to see you, Kembi. We are in school together with Kembi and wazee hapa, Muranga, Mathioya. Kwanza mimi nilipitia Kiriaini. I think if you miss one ridge in Muranga, you have to go and catch the next one. Lakini tunafurahi kuwa hapa. Wiki moja tu baada ya iliyofanyika Witima Church, kanisa la ACK, kama mahali tulipo hapa. Na ndugu zangu hawa tuliulizana, si tuende Witima leo? I think brother Rigiji akatuambia ni kama wameamua kwanza they need to do the cleansing. Because what happened there was led the desecration of a holy place. So tukakubaliana kwamba pengine tuje hapa, and we want to thank you for allowing us to come. Sisi ni Wakristo, tunachanganya na ndugu yetu Muislamu, ilimuona juzi pale wa Kulima Market. I really admire what that chief has been saying. And we are a community of believers who seriously uphold the rule of law. Na vile katiba ambayo inasema, katiba iliyokabidhi Kenya hii kama urithi rais ambaye alituacha na amelala, mzee Kibaki, ambaye mimi nilikuwa fortunate to have served and worked with him closely for 5 years. Na yale ambayo tulifanya hayo, kumbuka Fred, before you became Minister for Education, kulikuwa mzee alikuwa anaitwa Maruge. He took advantage of a free primary education. Akaenda class 1 at year 84. No wonder President Bill Clinton was mystified by this leader called Mwai Kibaki then. But even before that, I was Minister for Education. Na tunaelewa mambo haya. Hebu fikirieni miaka 60 baada ya uhuru, machifu wanatumwa kwenda kuambia watoto tokeni, mwende shule. Tokeni, hata kama hamuna uniform tokeni. Ni lazima tujiulize ni kwa nini kwanza. Ni kwa sababu wazazi hawana namna, maisha yamekuwa magumu kiasi kwamba hawezi hata kujimudu. Kwa hivyo huyu rais akisema huko kwamba hawa watu hawana agenda. Agenda moja ni kwamba bila kushurutisha watoto wa Kenya hii watasoma, and as my colleagues have said, we will make sure that there's not only free primary education, there will also be free secondary education and university education. Yet watoto hata kuwa wakilialia. I remember as Minister for Education, I actually started a higher education loans board, and I appointed the current governor of Baringo as a first CEO. That is how hata Ruto mwenyewe alipata kwenda university. Kwa hivyo mambo haya kunyima watoto maskini wasipate hata namna ya kwenda kusoma, we cannot accept. So when we say we are going to bring this country to order, we mean it. Disorder has been the order of the day. Yani kutukana viongozi wenzako, kuwatukana tu,
matusi na kujipiga kifua. Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura 2 milioni 3. And you know the truth, as Fred has said. The truth is, as we speak now, William Ruto has no chance of second term. That is the truth. Ukweli ndio huo. In fact, the way we are seated here, it's a clear testimony kwamba if shetani hata ingia katikati yetu, there's no way William Ruto will become president next year. We even know zote wale ambao wanapanga, the extremists in his government, trying to advise how hata kama wakishindwa they will not accept. Now tukiwa hapa kanisani, Reverend James, tukubali tusema, we know you're even planning kwamba tutakushinda na utakatalia pale. Now, this is not ordinary election. This is a Gen Z inspired revolutionary election. Ndio tunasema kwanza hawa vijana wenyewe watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha that unfinished business. Kwamba even as we speak, hakuna mmoja wao amelipwa ridhaa. Walikuwa wamekubaliana na ODM kwamba by March next month, leo ni tarehe 1 February, watakuwa wamelipwa ridhaa. Nimeona akisema nao atapatia pesa National Human Rights Commission. We are told them in the first place what you are doing was unconstitutional. And the president of the Law Society, Faith akajiuzulu, and then he is left there with a very unfortunate situation. Kwa hivyo sisi tuko tayari kabisa. Wakenya msikubali kushtuliwa na kuuziwa uoga huo. Remember, wanasema kwamba wataenda Singapore. Singapore. I want to tell that what Kenyans want is the promised land. The promised land is what Joshua was told after the death of Moses. And that is really what I think has been preached to some of us. And clearly, be strong and of good courage. In fact, at Joshua 1 at verse 6, the writer repeats that. And again, be very strong and of good courage. Usikubali kuuziwa uoga. Remember what Proverbs says at 29? When the righteous are in authority, people rejoice. Na waovu wakiwa kwa mamlaka, wananchi kama wa Kenya groan every day, groaning. These things are clearly elaborated. Kwa hivyo mimi naona kwamba hapa tulivyo, victory is sure. The agenda is very clear. Return this country to constitutionalism. Na ndio wito wetu nakuwa tukomboe Kenya hii. Mother's Party is People's Liberation Party. We seem to have come to an agreement that the overriding theme ni ukombozi, taking into account vile watoto wetu waliumizwa na hii serikali dhalimu. And we now know whatever they do, we have not only the support of this country, but I can tell you the international community inaangazia Kenya yetu hii. Kenya haiwezi kuruhusiwa kuendeshwa na manjambazi. My sister mother calls them manjambazi. It cannot happen. This is our country. And therefore, mimi nataka tu tuelekeze mafikira yetu, hata badala ya kujiita United Opposition. Somebody called her like Santao. What's Raila's account? Amenitumia message akasema, jameni, you have to give Kenyans hope. Kusema United Opposition ni kama kukubali kwamba mnakaa tu hapo opposition. So we are the alternative government. United Alternative Government. That is who we are. Serikali Bandala. I think it's Kituyu puts it in Kiswahili, Badala. Serikali Badala. So Kenyans must know, as we speak to you from Murang'a, a place of great
demonstration of struggle for justice in our country and a constitutional order. Mimi nilifanikiwa kuwa nilikuwa actually assistant minister wa Ken Matiba. You may not remember that. He was my minister, I was his assistant minister. And he was a generous human being. When we got to our firstborn, who is now an MP, Ken Matiba went all the way to Mother's Care kununulia my wife and my little boy a baby coat. Yani analeta. A man who showed humanity. Serikali hii ya Ruto haina utu. Ni mtu kujipiga kifua. I want you also Kenyans to know. Msifadhaike. We know mahali William Ruto anapeleka pesa hata usiku. Akishindwa next year, he will have to return hiyo pesa. One of his people have said, watu 125 ndio wanaibia mali ya umma, wanaibia wa Kenya pesa zote. And I want the world to feel encouraged. Let him give us, we know those names. Therefore, mambo ya usalama wetu, it's not negotiable. We looked at Kanja, Inspector General of Police. Our brother here actually paraphrased it. Rigiji, timwangalia kwa macho. And without disclosing much, I remember mother telling Rigiji, wachia hapo. Tuliangaliana. Akamuuliza, ni kwa nini unataka kuniua wewe? Akisema hivyo sio yeye. Ni hatujawahi kuona nchi ambayo inatawaliwa, instead of the people with the mandate, the National Police Service, wanaingiza maguni pale, serikali ya maguni. Tukio hili lininukuliwa vizuri kabisa kwa runinga, CNN, hata Al Jazeera. Gavana wa Nairobi akatoa amri, wakashirikiana na polisi wakati wa Gen Z Revolutionary Day on 25th of June, wanabeba marungu, polisi na escort. So hii ni serikali ya goons, and we are saying we cannot allow that. This is why I think they have stood to order. Because I remember Rigiji akimwambia Kanja, anasema, jameni tupatieni tu orodha ya mikutano ambayo mnataka, mtapata ulinzi. Rigiji akamuuliza, sisi ni wajinga? You may think sisi ni wajinga. Tuwakwambie mahali tunaenda ndio tume maguni tuwapate kule. Times have changed. I can tell you that if they try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Pariah ni serikali ambayo haiaminiki, haina mipangilio, hata kama wanajipiga kifua na kuita watu wajinga. Nobody will take them seriously. This is revolutionary time. But we are doing it in an orderly manner. That's why we went and saw IBC. Tukakubaliana, we've given them time. Tukakubaliana, we even setting up our own, tutawapatia watu ambao watafanya kazi na wao to make sure those changes. Brother Eugene, those guys are clear. They are Kenyans. Nobody wants to have, at the end of the day, mud on their face. Aonekane yeye ni mjinga. Hata hii police, I think 3/4 are with us. They are Kenyans. Goons are the ones who are on their own. Those are for pay and they are for hire. Goons for hire, that is not a country. Kwa hivyo naomba tu nikamilishe kwa kusema na kuwatakieni wenzangu na watu wa Murang'a, watu wa Mlima, kwamba we are standing together, as Senator Wambua said. It is not a matter of kutapatapa, kuulizana nini. We are very focused, and I want to assure you, even as we speak, if Rigiji was to give you, Fred, the actual opinion polling, which I want him to tell, if he can, the actual opinion polling, ndio William Ruto awache kusema atashinda na 3 million votes, atazitoa wapi? Azitoa wapi? Even the Rift Valley itself, look at our brothers from Kajiado and from Narok. It is so clear, so overwhelming, that he is saying that in order to divert attention. Lakini sisi hatuta ogopa. Remember,
The words on the Bible, be very strong. By the way, kuna viongozi wengine waliandamana na party leader wa Wiper Patriotic Front. Watanikula, watanipiga mawe. You know, they can even, naona pale Ndambuki, she's a NEC member. Reham Ndambuki. Muriuki Ndwiga is actually our deputy organizing secretary, kijana very active. Kuna Joyce Wangui anatoka Laikipia. That one was an abductee. She was abducted, and I tell you. And Job Ongera kutoka huko. Job Ongera kutoka upande wa Kasarani in Nairobi. We could have come. And I think as we move now, mutaona maajabu ndugu Rigiji. By June, Ruto atabaki peke yake. Watu hatakuwa na yeye, because if we just continue this show of just camaraderie, kuwa pamoja namna hii, it is what is driving now, bringing Kenyans to the revolutionary moment which is now. May God bless Kenya. May God bless ACK Church. By the way, I have extra information. You know, kama mabishop alidanganywa, alafu Rigiji anasema who is he? I have information after what happened at Witima. William Ruto aliita mabishop. Wakasema kujeni State House. Ndio issue statement according to what Wambua was saying. Mabishop wakasema we can come on one condition, hatutaki picha na wewe. So now bishops are running away from William Ruto. So we are together, and they are also together with us. Nobody, imagine kama bishop hataki kupigwa picha na Ruto. Wewe MP mtarajiwa. Wewe senator ambao nataka kuingia bunge.